Mahali ambapo ardhi hukutana na bahari, kuna msitu tulivu unaosimama imara, sio wa milima mirefu au mawe ya kale, bali wa mizizi iliyopinda, yenye nguvu, yenye uhai. Hii ni mikoko. Kwa vizazi vingi imeilinda pwani yetu, imekuza viumbe vya baharini na kusaidia jamii zinazoishi kando kando ya bahari. Ni ngao ya asili dhidi ya dhoruba, makazi ya samaki wachanga na tegemeo kwa mamilioni ya watu. Lakini leo mfumo huu dhaifu wa ekolojia uko hatarini. Kadri shughuli za binadamu zinavyoongezeka na mabadiliko ya tabia nchi yanavyozidi kuathiri dunia, uwiano huu unaanza kuvunjika. Hii ni hadithi ya mikoko, uzuri wake, umuhimu wake na mapambano ya kuihifadhi kabla haijatoweka. Upandaji wa mikoko kwa hatua na utaratibu wake unakuwa upo hivi. Cha kwanza, lazima kuna mbegu za kuokota, na ile mbegu ili uweze kuokota itapokomaa inaanguka yenyewe. Inapoanguka kuna namna mbili, inaweza ikaanguka na kujiotosha, yani ilipoanguka papa fikasimama. Sasa kama ikisimama ili inakuwa ishajipandisha. Sasa kwa sisi tunapokuja kwenye utaratibu wa kupanda, tunatembea katika ile mikoko ambayo ina mbegu ambazo zishakomaa, tulikuwa tunaokota. Sasa tunapookota zile mbegu, hatua inayofuata kama tuzihesabu, na kisha hesabu lazima tuangalie eneo ambalo limeathirika ili tuweze kurudisha katika hali yake. Kisha pata eneo, kuna utaratibu wa kupanda. Na unapopanda zile mbegu usibananishe sana, ndio uache nafasi kidogo ile jua linapopiga na yenyewe inasaidia, yani jua lisiwe kali sana na jua lipatikane kwa kiasi fulani. Sasa unapoacha space ile light inasaidia. Na unapopanda mikoko, uwepo wa maji, yani maji yasipungue kabisa na yasizidi sana. Na tunahakikishe maji baridi yasiwepo, yani chumvi isipungue, chumvi iongezeke kama inavyohitaji mikoko. Na kupanda na utaratibu wake, tunaweza kupanda kwa mstari au tukapanda ile eneo ambalo limeathirika kama kivuli ili jua lisiweze kuathiri sana. Tukipanda miche 1000 au miche 500, kitaalamu tunaamini kwenye miche 500 labda 200 au 180 inaweza isiweze kustamili, isistawi. Sema kwenye miche 270 itaweza kustamili. Ile miche mingine iliyoharibika tutarudishia kidogo kidogo ili turudishe katika hali yake. Hatuwezi tukapanda miche 500 ikastawi yote 500, inakuwa ni ngumu. Tulipopata udongo ambao unaweza kustamili mbegu ya mkandaa, tukaweza kuchimba ule udongo, tukauweka ndani ya viliba, tukachukua ile mbegu ya mkandaa, tukaichomeka na tukavipanga katika utaratibu mzuri wa kitalu chetu, ili maji yanapokuja ikiwa mengi kisiweze kusheki au kutoka au kutolewa na wimbi au kuseparate, yani kukaa katika mazingira ya ovyo. Ndio maana tukaliandaa ile eneo letu zuri kama shamba letu la darasa, kitalu cha mikoko. Jamii inavyojihusisha na hifadhi ya mikoko kwa sasa, mtikio wake mkubwa na ni mzuri, tofauti na kipindi kile. Napojihusisha kwanza, sasa hivi jamii ishagundua fursa ya mikoko katika namna mbalimbali, endapo serikali utoaji wa elimu na sisi wadau kama wahifadhi kuwapa elimu masuala ya uhifadhi wa mikoko na kunufaika. Kuna miradi mbalimbali, miradi ya ufugaji wa nyuki ni moja manufaa kubwa ya jamii, kwa sababu asali ya mikoko ni bora. Na kama ni bora, leo ukichukua asali ya mikoko lita 1 kwa gharama za kindani, soko la ndani, lita 1 inauzwa 35,000 mpaka 40. Sasa jamii tushaiona hii ni fursa. Kama mtu mmoja unaweza kuzalisha lita 50, lita 100, basi ni fursa kubwa sana kwa jamii katika ufugaji wa mikoko.
pia na miradi mingine kadhalika, unenepeshaji wa kaa. Na jamii sasa hivi tushaona mikoko yenyewe ni utalii, iko tua. Sasa ni utalii wa ndani, jamii inanufaika katika namna fulani, kwa sababu mtalii wa ndani akija hapa atatalii, atahitaji kupata huduma, maji, chakula na kadhalika. Watu wa pembezoni ndani ya hifadhi ya mikoko watanufaika, na pia mtalii wa nje akija hapa atachenji hela, serikali itapata kipato na jamii itanufaika katika mahitaji mbalimbali ambayo yeye anahitaji. Mikoko faida yake ni kuhifadhi mazingira ya maji, hifadhi yenyewe ya miti, umeona. Na maji yanapokuja kuna vizalia mle, wanakuja samaki, mayai yake yanakuja na watu wanafuga. Unachukua mayai unaweka pale, unatengeneza samaki, wanapatikana kama kawaida tu. Viumbe hai hivyo vinavyopatikana katika mikoko ni samaki, kaa, dagaa kamba. Hivyo vitu vinapatikana huko. Na samaki hao huja kwa kuletwa na bamvua. Maji samaki kule wakitaga mayai, yanakuja mayai yale na bamvua. Yanakuja huko yanakaa kwenye vidimbwi, yanapasuka, ikija tena bamvua, samaki wanaondoka tena baharini. Ambayo pia faida mikoko pia utaweza kusaidia kuanzisha kazi nyingi sana ambazo vijana pia zinaweza zikawapatia huku kazi, ambao vijana wengi wanahangaika kukosa ajira, ambao serikali ikisimamia ile swala la faida ya mikoko, vijana wengi watapata ajira kutumia hiyo mikoko ya asili. Mikoko ikitoweka na inatokea mmomonyoko, naweza kawepo, sababu hii ni moja ya mizizi yake inazuia mmomonyoko wa ardhi, na inazuia mmomonyoko wa baharini. Kule maji yakijaa huko yanapungua kule, ile bahari isitanuke, naona isije juu kumongonyoka. Tulipokuja kazi yetu ni uzalishaji chumvi, na maana kwamba tumetengeneza jangwa la chumvi na tunazalisha chumvi, na ndio kazi iliyotuweka hapa. Kwa hiyo kiujumla hayo yote ambayo tumeyafahamu sisi ni hayo, na ndio maana hata mazingira unakuja unasema bana, hifadhi ya mikoko unaleta uchumi wa bluu na nini. Kwa hiyo tusitupe taka ovyo. Wale wameweka matangazo yao sasa hivi kidogo afadhali, watupi takataka ovyo, uko safi. Na sisi tunaishi hapa kwa amani. Tulikuwa tunapata matatizo ya harufu na nini. Uharibifu wa mikoko ulikuwepo hapo zamani, kwa sababu ilikuwa utaratibu huo wa kufuatilia ilikuwa hamna, japokuwa hicho kitengo kipo, lakini ilikuwa hakuna kinachoendelea. Lakini katika miaka hii ya karibuni ndogo usalama upo wa misitu ya mikoko, sababu zamani fito ambazo tulikuwa tunajengea nyumba Kibugumo hii ilikuwa zinatoka hapa Kokoni. Kwa hiyo mazingira kwa kweli wakati huo ilikuwa sio, koko zilikuwa zinakatwa sana. Lakini baada ya kuja kufanyika utaratibu wa kuzuia, basi mikoko sasa hivi imeongezeka, iko safi kabisa. Na wewe mwenyewe ukiangalia unakuta kuna bonge la msitu huko kwa mikoko. Zamani ulikuwa huoni hivyo, yaani kweupe kabisa unaona. Yaani ilikuwa imejitenga tu baadhi ya sehemu, lakini sehemu nyingine mikoko ilikuwa haipo kabisa, na mingine ilikuwa bado haijamea, mingine ilikufa kwa kukatwa. Kwa hiyo sasa hivi nadhani wako vizuri kuhusu mikoko. Mambo ya kiimani kuhusu mikoko, hawaona watu ambao wanaokuja, yaani sio wengi, ni wachache ambao wanaokuja kufanya mambo hayo ya kiimani kwenye mikoko. Wanakuja kukata dawa, nakwambia dawa nyingi zipo huko. Wanakuja kutambika, watu wanakuja kutambika, anasema huko ndo kuna mambo yao ya mizimu hivi nini kwenye mikoko. Kwa hiyo sana ndo wanavyoitumia huko. Wengine wanakuja wanafanya tiba zao tu, hawahusiani na chochote katika ile miti ya mikoko, afu wanaondoka. Na wengineo wanakuja wanachukua vipande vya miti ya mikoko,
wanaenda kufanya dawa zao. Iko mizizi ambayo imechomoza hivi, ile unachukua nakata kipande na katakata, ukichemsha basi unajenga afya ya mwili, unapata nguvu. Mikoko inakauka kwa sababu miaka ya nyuma tulikuwa tuoni mikoko kuharibika kama vile. Mvua zinyanyesha kubwa, lakini masika yanapita na maji yanakaa ya mvua, lakini haiharibiki mikoko. Lakini kwa sasa hivi mvua kila masika yakija lazima mikoko ife. Sasa kwa mawazo yetu tunajua kemikali, kwa sababu maji ya masika yanatokea mbali, umeona, na yakifika katika ukanda huu wa mikoko huwa yanakaa kwa muda. Kwa hiyo ikikaa kwa muda na zile kemikali zilozolewa kuja huku zinakaa, mkoko unanyonya, umeona. Sasa ukinyonya unaathirika. Sio hii sasa hivi imeanza mwanzo imekauka mwaka juzi na mwaka jana kama tunavyoona, alafu hii imekwenda mpaka ndani huko. Maji ya mvua yanayotoka juu huko kushuka bondeni yanakuja na kemikali, ndio maana inaharibu mazao ya mikoko kufa. Kama serikali kwa ujumla, naomba waangalie swala hili, wakifanyia mchezo inaweza ikaondoka yote, mkoko utakuwa hakuna tena, kwa sababu masika hadi masika mkoko unazidi kufa, masika hadi masika. Kama uwapo umekufa masika mwaka jana na masika mwaka juzi, mkoko umekufa, na haya ndiyo masika tunayatazamia. Mpaka yanapokwisha tutajua, tutaangalia mkoko utakufa au, kwa sababu haiwezekani. Ingekuwa kama kemikali hakuna, kwa nini isife wakati wa kiangazi, isife katika misimu mingine, ife wakati wa masika? Tunaisia kemikali ndio zinazoharibu mazao ya mikoko. Upatikanaji wa sasa hivi kulinganisha wa zamani, sasa hivi samaki tunasema hayupo. Mwanzo tulikuwa tunachagua, sasa hivi utakayemuingiza katika nyavu uwe unamtaka usimtake, kwa sababu ndio ushamuingiza lazima umchukue. Tofauti zamani unachagua samaki nimchukue yule, kwa sababu ukikaa ufukweni tu ukiangalia unakuta samaki makundi katika maji yanacheza. Kwa hiyo unachagua wale pale kolekole wale nichukue, leo namu ya dagaa, leo unakwenda kuvua kundi la dagaa, umeona. Lakini sasa hivi hasa maji ya asubuhi ndio makundi yalikuwa yanaonekana na jioni. Sasa hivi unaweza kuja maji ya asubuhi usimuone hata samaki mmoja anacheza, umeona. Wanawake kushiriki katika mazoezi ya kimazingira kinamna fulani, wanawake ndio wanaongoza, kwa sababu wanawake ukiwapa elimu ni rahisi kupokea. Ni watu ambao wanapenda kujitoa, na simaanishe wapo free, hapana. Ni watu ambao ukimpa elimu ni rahisi kuelewa, tofauti na wanaume. Hata tukifanya matukio yetu ya kimazingira, takwimu kubwa wanaokuja ni wanawake tofauti na wanaume. Na ukiangalia sababu za msingi, sio wanaume eti ndo tuwe bize ndo tafutaji, hapana. Pia hata wanawake wapo tafutaji, anahudumia familia. Sema wanawake ni watu rahisi ukimpa elimu na kuipokea kwa urahisi na utekelezaji. Ndio maana shughuli za uchumi wa bluu wanawake ndo wanaongoza katika kuchangamkia fursa, tofauti na wanaume. Wanaume wanaamini uchumi wa bluu ni kuvua. Sifa ya mwanaume sio kuvua tu, hata kufanya shughuli za pamoja na shughuli za kijamii. Kwa kweli kwa sasa hivi kwa binadamu, kwa jinsi tulipo sasa hivi, kwa sababu wengi washalemaa, riziki zao zinapatikana humu. Sasa leo ukija ukimwambia mwananchi, jamani humu tena huku sitaki, kwa kweli utakuwa tayari ushawasili. Isipokuwa sasa tumwachie tu mwenyewe, tuyaache. Nyinyi serikali iweke sehemu zake na hawa wananchi waweke sehemu zao. Ndio kama hivi tunavyosema kwamba koko hii kubwa pande hili huku, jamani wananchi msiingie huku, tena ingieni, fanyeni mambo yenu, lakini huku msiingie. Sasa kwa sababu
wengi wao sasa hivi humu ndio nimepata riziki, watoto wao wanasomesha kwa riziki zenye hizo samaki hao, kombe, tondo, sijui kaa. Sasa ukija ukiwakataza ghafla tu na huna kitu ambacho ulichowawekea cha kuwaingizia angalau wapate 200 basi ushawaasili. Unakuwa ushawaasili. Kwa hivyo sasa wananchi watakuwa sasa hapo hata serikali yao itakuwa imeiona mbaya, kwa sababu ushawaumiza tayari. Hapo tena hakuna mtoto atiosoma wala hakuna mzazi hapo atakuwa chochote, sababu ushapotezea malengo. Hadithi ya mikoko si kuhusu miti pekee, ni kuhusu watu, maisha na mustakabali wa dunia yetu. Tunachochagua kukilinda leo kitaamua dunia tutakayoiacha kesho. Katika pwani mbalimbali, jamii zinaanza kuchukua hatua kurejesha kilichopotea na kubadili maana maendeleo, kwa sababu kuilinda mikoko si chaguo tena, ni lazima. Swali si tena kama tutachukua hatua, bali ni lini. Mwelekeo unaanza kubadilika na mustakabali bado uko mikononi mwetu.